Kila jambo ukitaka kufanya ubaya unamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hili jambo amelikataza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilikuwa na swali moja tu ningependa kuuliza Waislamu wenzangu. Je, umefaidika na nini katika hii Ramadhani? Ramadhani ambayo ni masiku machache, masiku 30 yamepita haraka haraka. Mimi mwenyewe nilipoanza kufunga siku ya kwanza nilishtukia tayari niko siku ya 30. Yani ni masiku yamepita kama upepo. Lakini baada ya kupita masiku yote hayo, tunafaa kujiuliza swali moja. Tumefaidika na nini na hii Ramadhan? Hii Ramadhan, shahrul mubarak ambayo ishapita, tumefaidika na nini? Lazima kabla hujaingia kwa Ramadhan ulikuwa umejipangilia. Nasema hii Ramadhan ikifika, kuna baadhi ya tabia nitaitumia fursa hii Ramadhani kuziondoa. Maybe nina tabia ya shida ya ghadhul basar. Nasema ikifika Ramadhani mimi sitoingia katika mitandao, nitajitahidi kujizuia ghadhul basar. Au nina shida ya uraibu fulani, natumia uraibu fulani, kasema katika hii Ramadhani mimi nitajaribu kutumia Ramadhani kuacha huo uraibu. Au una shida yako unajua baina yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kasema mimi hii Ramadhan nitaichukua kama fursa kutatua hili jambo. Nitakuwa na maabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufunga, na pia nitatumia muda wa Ramadhan kulitatua hili jambo langu ambalo na muasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu atujalie kwamba yale tulotiania kabla ya Ramadhan tuliyatekeleza ndani ya Ramadhan, na sahihi tunania kuendeleza. Ndio pale nikauliza umefaidika nini na Ramadhan? Sasa Ramadhan si muda tu unafaa kupita, ni muda ambao tunafaa kufaidika nao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'an, enyi mlioamini, mumeandikiwa, mumefaradhishiwa kufunga kama waliofaradhishiwa wale waliotangulia, ili muweze kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo la Ramadhani Mwenyezi Mungu amelika wazi, lengo la kiujumla ni kumcha Mwenyezi Mungu. Yani kumcha Mwenyezi Mungu ni kumhudhurisha Mwenyezi Mungu kila jambo. You become God conscious. Kila jambo ukitaka kufanya ubaya unamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hili jambo amelikataza. Na Ramadhan ni njia mzuri, saum ni njia mzuri ya kujifundisha hilo. Kwa sababu saum unaweza kusema mimi nimefunga, kisha ukaamua ukaenda ukajificha, ukaamua kunywa, kula ndani ya chumba, ukatoka ukajifutafuta na hakuna mtu ambaye atajua, na ukaonekana kwamba ukajisikitisha, ukaonekana kwamba unaendelea na kufunga. Yani saum baina yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani ni training ambayo inakuza kumcha Mwenyezi Mungu, inakuza kumhudhurisha Mwenyezi Mungu katika matendo. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaitaja hili lengo kubwa kwamba lengo la Ramadhan ni kutrain nafsi zetu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu saumu yenyewe iko hivyo. Saumu ni kati yako na Mwenyezi Mungu. Ukiamua kufuturu hakuna mtu mwingine anaweza kujua. Sasa hili ni lengo la kijumla ambalo kufunga inasaidia. Na maanisha katika maasi yote Mwenyezi Mungu aliyokataza, tunafaa kumcha Mwenyezi Mungu ili tusifanye yale maasi. Kama kwa saum tuliweza kuzuia nafsi zetu kwa muda fulani na hatukula vitu vya halali, yamaanisha yale maasi baada ya Ramadhan
Na kwa sababu takwa yetu imekuwa kwa kutumia fursa ya Ramadhan, tustahiki yale maasi pia tuyaache. Na kama kuna jambo lilianza ukaliacha ndani ya Ramadhan, baada Ramadhan liendeleze, uliache hilo jambo. Na kupitia kwamba umejitrain ndani ya Ramadhan na kwamba ulikuwa una fursa ya siku 30 ukilikariri kuliacha hili jambo na ukaweza kuliacha na pia ukaweza kushinda nafsi yako, yamaanisha pia baada ya Ramadhan utaweza kushinda nafsi yako. Inna an-nafsa al-ammaratu bisu, hakika nafsi inaamrisha mambo maovu. Ikiwa nafsi inaamrisha mambo maovu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sufiqa ash-shayatin, aliwafunga mashaitani siku ya Ramadhan ili akuache wewe na nafsi yako, na kuamrisha maovu nafsi yenyewe uliweza ukaishinda nguvu na ukafanya mema ndani ya Ramadhan, ukaacha mambo fulani mabaya. Yamaanisha pia nafsi hii unaweza kushinda nguvu baada ya Ramadhan. Na hiyo ndio sababu kwa nini Ramadhani ikaekwa. Mwenyezi Mungu ametupatia fursa ya mwezi mmoja ndani ya mwaka ili tuweze kujitrain nafsi zetu, ili nafsi zetu tuweze kuzitrain. Na hii ni khairi. Unaweza kuitrain ile nafsi yako kwa muda wa siku 30, kisha baada hapo unapata nguvu mpya, unapata morali mpya ya kuweza kupigana na maovu. Sasa yamaanisha yale madhaifu yetu yote tulionayo, tunafaa kutumia fursa ya Ramadhan tuyashinde haya madhaifu na maasi, kisha baada ya Ramadhan tuendeleze. Na hiyo ndio lengo la Ramadhan. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-sawmu junna, saumu ni kinga. Kwa nini saumu ni kinga? Kwa sababu saumu inakukinga na maovu. Tukiangalia kwa upana zaidi, ni kwamba saumu inakupatia fursa ya kuweza kujitrain kiasi cha kufikia hali ya kuweza kuacha ile maovu unayofanya. Leo kama utatumia ile fursa ya kufunga ukapigana na maovu yako, kisha baada hapo ukawa na nia kuendeleza kuacha yale maovu, ndo pale kaja asomu junna. Saumu ni kinga, inakukinga kupitia maovu. Pia saumu inakupatia afya na mambo mengine. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wala tulqu biaidikum ila tahluka, wala musijiingize kwa mikono yenu, musijiingize katika angamivu. Mojawapo ni katika haya mambo ya uraibu ambayo tunayo. Vijana wetu wameingia katika uraibu. Na leo kama kijana una nia na ukamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa moyo safi, ukamwomba Mwenyezi Mungu fi dhalamil layl, katika giza la usiku, kaambia Mwenyezi Mungu nitatulie hili jambo ambalo ninalo limenishinda nafsi yangu. Kisha katika Ramadhan ukaitumia hiyo fursa ya kwamba unafunga mchana na huku ukiacha kidogo kidogo uraibu wako, kisha kwa muda wa siku 30 ukaacha ule uovu, ukaacha ule uraibu, huku ukimwomba Mwenyezi Mungu. Na baada ya kuacha, baada ya Ramadhani kuona nia kwamba utaendelea kuacha, basi yamaanisha hiyo ni fursa unafaa kuchukua. Ramadhani inakupatia fursa. Na mimi sidhani kwamba Muislamu ambaye ameingia katika uraibu kuna fursa ambayo anaweza kupatiwa kama Ramadhani. Leo kama wewe kijana kuna uraibu fulani unatumia, ukasema mimi Ramadhan nitaitumia kama fursa ya kuweza kupigana na udhaifu huu wa kuingia katika uraibu, na Mwenyezi Mungu akakuwezesha ndani ya Ramadhan kwa kupitia funga ukaweza kupigana nafsi yako, ukapunguza ule uraibu polepole mpaka ukauacha, kisha ukamwomba Mwenyezi Mungu ndani ya Ramadhan kwa kuswali tahajjud, qiyamul layl, na kumwomba Mwenyezi Mungu ikhlasan lillah kwamba hili jambo nitaliacha. Kisha baada ya Ramadhan ukatia nia kwamba nitaliendeleza kuliacha, wallahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia na mwisho utajiona alhamdulillah
nimeweza kuacha. Kuna watu wameingia katika uraibu na wameweza kuacha uraibu. Sasa sisi tunafaa kutumia Ramadhan kama njia Mwenyezi Mungu ametupatia kuweza kujibadilisha, na huku kubadilika kunafaa kuendelea baada Ramadhan. Sasa swali tunafaa kujiuliza, umefaidika nini na Ramadhan? Matunda gani umepata kutoka kwa Ramadhan? Na hayo ndio muhimu. Kila Ramadhani ikiingia, tafuta mambo ambayo ulikuwa nayo ukiyafanya kabla Ramadhan na ukayaacha ndani ya Ramadhan, ukatumia fursa ya Ramadhan ukayaacha, kisha baada Ramadhan ukayaendeleza na yakaondoka katika tabia yako, ukawa ni mtu mpya. Sasa tutafaa kwamba kabla Ramadhan na baada Ramadhan tuwe ni watu wengine wapya kabisa. Yani Ramadhan iwe na athari yake. Ikiwa Ramadhan haikuwa na athari yake, na kama Muislamu, kijana Muislamu, umeweza kuacha mambo kadhaa ndani ya Ramadhan. Kama ulikuwa unakunywa pombe, uliweza kuacha pombe. Ulikuwa unavuta bangi, uliweza kuacha. Ulikuwa unaenda kutumia unga, mambo kadhaa uliweza kuacha. Sigara uliweza kuacha. Kisha ukasema baada Ramadhan ukarudi kule, ni kwamba ulikuwa huna nia ya kuacha. Yani kwako ulisema mimi nitaacha Ramadhan, lakini baada Ramadhan tarudi tena. Lakini kama ulikuwa na nia, basi nia inafuatiliwa na juhudi. Nia inafuatiliwa na juhudi. Umekuwa na nia, baada Ramadhan nitaendeleza jambo, tia juhudi, tafuta asbab, tia juhudi ya kwamba uache hili jambo, na utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwekea taufik. Utaanza kuacha na utabadilika. Sasa sisi tunao fursa yani adhim na Mwenyezi Mungu kuna sisi, na kuna ayat nyingi ambazo zinazungumza kwamba Mwenyezi Mungu ukifanya asbab na juhudi ukenda kwake, basi Mwenyezi Mungu atakusupport na atakutulia taufik katika jambo lako na utaweza kulitatua. Mwenyezi Mungu asema la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rahma Mwenyezi Mungu. Useme kwamba kuna ubaya fulani, kuna asi fulani uweze kuliacha, kuna jambo fulani uweze kuliacha. Kwa muumini halitaki kuwa hivyo. Kwa muumini ni kwamba wewe jitahidi likarili jambo katika kujitahidi kuliondoa, kisha mwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utamwona Mwenyezi Mungu pia kwa kumuomba na ikhlasan lillah na kutafuta sababu na kutia juhudi, na Mwenyezi Mungu atalitia taufiki, utaweza kuliacha. Kwa hao machache inshallah, Allah tujalie ni wale wenye kusikiza mema na kuyatendea kazi. Na hii saumu ambayo tumeifunga na hii Ramadhan ambayo imepita ni yenye kubadilisha katika maisha yetu. Na ikiwa hii Ramadhan maybe ukuchukua fursa yake, Ramadhan Mwenyezi Mungu akiweka hai zinakuja nyingi. Na siku zote ukiingia kwa Ramadhan, ingia kwa malengo. Usiingie tu kama ni masiku yapo, uingie tu ufunge kisha yapite urudi pale pale ulipokuwa. Ingia kwa malengo kwamba hii Ramadhan naingia kwa lengo la kujibadilisha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatubadilisha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.